Ukiita jina lake mbingu zinanyamaza, kuzimu kunanyamaza, dunia inanyamaza, maana ndiye mmiliki wa dunia, wa kuzimu. Yeye ndiye aliyeumba. Yesu, asante kwa kuwa unamiliki. Yesu, asante kwa kuwa umetukuka. Umetukuka na mioyoni mwetu, e Bwana. Ndio maana tuna ujasiri kabisa wako kuabudu na kukiria kwamba umetukuka. Umetukuka Yesu, umetukuka Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ndio maana umesema kila goti linakiri, linapiga kwako, kila ulimi unakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Baba, asante hata siku ya leo ambayo umetupa watoto wako Bwana
yako, tubebeshe majukumu yako, tupa ajenda ulizokusudia. Tumeitika wito wako katika jina la Yesu Kristo. Tuko tayari kutumika, tuko tayari kupokea, tuko tayari kutekeleza katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uaminifu wako. Tunanyamaza sisi, wewe endelea kujitukuza, maana umetukuka sana. Endelea kutenda ulichokusudia asubuhi ya leo. Asante kwa uaminifu wako katika jina la Yesu. Kanisa tuseme amen. Shangilia Bwana Yesu, ukiamini kabisa anapokea shukrani na matukuzo mengi ambayo tunamtukuza. Bwana Yesu asifiwe. Shika jirani yako, mwambie hongera kwa ushindi. Tie moyo tena, mwambie hongera kwa ushindi. Kabisa ni vita. Tunamshukuru Mungu aliyetupa neema. Nataka kuletea ajenda ya kuomba inayosema tuombe viongozi wapewe maarifa juu ya kulea na kutunza watu waliokoka kwenye huduma. Tuombe viongozi wapewe maarifa juu ya kulea na kutunza watu waliokoka kwenye huduma. Tunaongozwa na Isaya sura ya 16 ule mstari wa 3. Sura ya 16 ule mstari wa 3. Tuombe viongozi wapewe maarifa juu ya kulea na kutunza watu waliokoka kwenye huduma. Isaya sura ya 16 ule mstari wa 5 unasema, na kiti cha enzi kitafanywa imara kwa rehema, na mmoja ataketi juu yake katika kweli na katika hema ya Daudi, akifanya hukumu, akitakasa na yaliyo haki, mwepesi wa kutenda haki. Ndiyo ajenda ambayo Mungu ametupa asubuhi ya leo kama wapiganaji, kama wafalme, kama makuhani. Hii ni kesi kubwa na Mungu akupe neema ya kuibeba kwa mzigo. Huduma yetu tunafanya sana huduma Injili sana, na mfumo wa huduma yetu mimi nauona umekaa vizuri. Wahubiri, idara ya uinjilisti, idara ya maombi imekaa vizuri sana. Lakini kuna mahali shetani anatutenda jeuri kiutendaji. Kwenye kona hii ya kulea tunafanya vizuri, lakini hatujafanya vizuri sana. Kwa hiyo mavuno mengi yanapotea. Mungu atupe, awape maarifa hawa viongozi. Mstari umeweka vizuri. Kuna mtu amekaa kwenye nafasi kwenye kiti, ametumia neno hukumu. Hukumu sio ile tunayoitumia kwenye Injili kwamba Mungu atawahukumu. Hapo tafsiri yake ni kufanya maamuzi. Tafsiri nyingine ya neno hukumu sio adhabu, ni maamuzi. Kwa hiyo anakaa kwenye kiti, anafanya maamuzi kwa haki, au anatakiwa afanye maamuzi kwa haki, atende kwa haki kulingana na mfumo
huyu anabuni, anawapa wengine utekelezaji. Sasa hawa wanaokaa kwenye nafasi hawa ndio tuwaombee Mungu awape maarifa namna ya kulea hawa. Muliopata neema kwenye mkutano wa juzi kule Moshi, muliona mazingira yale, na wale walimu waliopata neema ya kubaki watakuwa wamewasimulia watu wengi waliokoka, lakini watoto waliokoka kuendelea kuwaona. Maeneo mengine hayakuwa na fellowship kabisa, ndio tulikuwa tunaanza na kituo kimojawapo ambacho Mungu walikuwepo, mimi nilienda Wachanga. Kwa hiyo fellowship walikuwepo, namna ya mkakati wa kuwalea hatujafanya vizuri sana. Tumeweka semina mbili kikawaida, baada ya mkutano nafundisha wiki, baadaye tumeenda wiki inakuwa imeisha. Semina mbili hazimfanyi mtu aliyeokoka asimame, hazimfanyi. Ndio maana nakwambia Mungu awape maarifa, na maarifa hayako nje ya neno, manake Mungu awasemeshe na awape mistari ili wajue kabisa wanatakiwa cha kufanya. Utaona Paulo anasema, naona uchungu tena mpaka Yesu aumbike ndani mwenu. Haya maneno alikuwa anazungumza na juu ya kanisa la Wagalatia. Naona uchungu tena. Uchungu ni mzigo. Kama nasema tena, aliwahi kuwa na mzigo. Alikuwa na mzigo wa kuwazaa, akapiga injili wakaokoka, akawatelekeza. Mafundisho ya mwilini yakaenda, wachawi wakawaroga, wakatoka rohoni wakaja mwilini. Ndipo anapogundua kwamba hakuwa na mikakati mizuri ya kuwalea. Ndo anasema, naona uchungu tena mpaka Yesu aumbike ndani mwenu. Lile neno mpaka ndio mwisho wa kuwalea, mpaka Yesu aumbike ndani, mpaka wamjue. Hawajamjua wanaendelea kuwalea mpaka wamjue, hawajamjua wanaendelea kulea. Biblia inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, hata atakapokuwa mtu mzima. Lile neno hata ndio linafanana na neno mpaka, ukomo wa kulea, ukomo wa kulea, mpaka ukomo wa kulea. Mlee mtoto mpaka awe mtu mzima, mlee mtoto mpaka amjue, nao awape maarifa, mbinu za kuwalea hawa watoto. Nimepata neema kidogo, semina kadhaa za wachanga, zile za konveshi, za kukoa, konveshi za kukoa kwa sasa. Nimepata nafasi kidogo ya kufundisha wachanga, na najaribu kushauri, bado haijapata nafasi. Unakutana na mtu aliyeokoka kutoka kwa wenzetu hapa, wengi huwa wanafukuzwa, wanafanyiwa vitu vigumu. Sisi hatuna mikakati yoyote ya kumsaidia huyu mtu.
juu ya haya yanayokuja baadaye yanakuja. Wacha nikuwekee na ushuhuda mmoja nikiwa Mbalizi ambapo peupe hapo. Nimekutana na watu walioko kwenye mitara na aliyokoka ameingia kwenye ndoa. Nimekutana na mabinti ambao walikuwa wanatunzwa na vijana na wamepewa mitaji. Katika mafundisho sikugusa habari ya mitara. Wakati naendelea kufundisha, wakaenda wengine kwa mgogo kwamba tumisha nachofundisha kule kimetugusa. Mimi niko kwenye ndoa sasa, nimeamua kuondoka kwenye ndoa sasa, kuna nisaidiaje mimi nirudi tu kwetu na nauli hapa sina. Mwingine alinyoka moja kwa moja kwangu akasema, mtumishi, somo lako limefundisha. Nimeenda kumwambia huyo mpenzi wangu, akasema mwongo, hujaokoka, umempata mpenzi mwingine. Kwa sababu nimeamua kuachana na mimi, leta hela zangu, ondoka kwenye geti niliyokupangisha. Sasa ndio unaishije sasa, nisaidieni. Unaona haya mazingira, kanisa halijajua namna ya kuwasaidia hapa. Hata Moshi nilikutana na kesi za namna hii. Nashukuru Mungu, kulikuwa na tusenti kidogo mfukoni, nikawasaidia. Kituo ambacho nilikuwa nafundisha kilikuwa na walokole watatu wa Islamu, na wameshikilia kwa leo kupigia simu, hawajawahi kukosa mbaya. Wawili walipata neema, hawakuzuiliwa, mmoja alizuiliwa na alipiga kweli. Kwa hiyo kama mshauri na kuombea na mshauri, baadaye neno wake na wazazi wake wameniruhusu. Sasa hatuna mikakati mizuri namna ya kuwalea hawa waliokoka. Hizi ni baadhi ya changamoto nilizosema, lakini pia hatuna muda mwingi wa kukaa nao namna ya kuendelea na kuendelea. Kuna wakati mwingine na shauri viongozi husika mahali ambapo tumefanyia mkutano kwamba hata baada ya kufundisha zile semina mbili, watengenezee madarasa yao kabla hawajaungana na sisi kwenye ile ibada. Fanyeni njia yoyote, endelea kuwafundisha hata miezi mitatu, endelea tu, unawafundisha wanakuja kwenye ibada zetu za pamoja, unawafundisha. Nimejaribu kushauri namna hii, lakini bado haijafika. Kwa hiyo ninakuonesha huo mstari, kanisa haliongezeki, tunafanya mikutano sana, haliongezeki, na hii dunia imejaa changamoto. Kama Mungu amekujalia wewe umesimama, mshukuru sana Mungu. Usije ukafikiri kuendelea kwenye wokovu kitu chepesi, sio chepesi. Kwa hiyo hebu tumuombe Mungu awape maarifa viongozi namna ya kuwalea hawa watoto mpaka waweze kusimama. Ngapi wamenielewa watumishi wa Bwana? Kwa maneno haya tunapoendelea kuombea viongozi, na wewe omba sana, jiombe. Una kitu cha kufanya, na wewe pia peke yako una kitu cha kufanya kabisa. Mimi mbona sio kiongozi, nafanyaga vitu vingi vya kuwafuatilia hawa watoto, nawafuatilia sana. Kati ya tuhuma moja wapo, sasa usiogope kwa sababu wewe sio mwekao. Tuhuma moja wapo, unajua shetani kitaka kukupiga haendi mbali sana na uwekani kwa karibu sana. Yaani ni kama kweli inakuwa karibu, yaani kiasi wapata pesa, lakini inawezekana ni kwenye haya mazingira. Nafuatiliaga sana hao mabinti, maana ndio wanaokoka sana, na wafuatiliaga sana. Kwa hiyo shetani akitaka kunichafua anasema, si atasema nazidi nao. Kwa hiyo nawafuatilia na namshukuru
Kwa hiyo hata wewe una kitu cha kufanya juu ya mtu aliyetoka kuokoka. Nimeeleweka kabisa na Bwana. Naomba tusimame sasa, tumwambie Mungu. Mungu ndiye amesema mkazae na matunda yapate kukaa. Tumwambie Mungu, wewe ni Mungu wa utaratibu, na huduma yetu na utaratibu wa namna hii. Hebu sema na viongozi wetu, sema na kanisa lako, hawa viongozi wapewe maarifa namna ya kulea mpaka wasimame. Paulo anatufundisha, nikisoma nyaraka za Paulo mara kwa mara, utaona huduma ya kichungaji alikuwa na timu kama ambavyo sisi tunatii sasa. Dara alikuwa na watu kwenye huduma ya kina Petro, kina Timotheo, kina Tito, alikuwa na watu wengi. Kwa hiyo anapoendelea na huduma anawatuma, akiwa na nafasi anaenda na ufundisha, akiwa kwenye huduma anawatuma wengine. Kwa hiyo haya ni maarifa mojawapo ya kugawa majukumu. Hawa wafanye hiki, hawa wafanye hiki. Kuna wakati natoa ushauri na sema, jamani, hawa wainjilisti wa utumishi wetu wa huduma ni kama hawapewi majukumu vizuri juu ya hawa wanaozaliwa hapa, lakini wakipewa vizuri hawa jamaa watafanya kazi vizuri sana kulingana na mfumo wetu. Maana tunaita uinjilisti na ufuatiliaji, lakini hiki cha pili hiki hatukifanyi. Unaona wainjilisti kwenye semina, kwenye mkutano wanafanya kazi vizuri sana. Baada ya hapo imeisha. Mtume Elisha kafundisha wale. Sasa taenda mara moja na idara ile, kila fellowship ipo, ndio ifuatilie kila siku kulingana na watakapojipanga mpaka wasimame hawa. Si ndio watumishi wa Bwana? Wanawaulizaga watumishi wa injilisti, kweli wewe una mtoto mwinjilisti huku Yesu anayecheza, unataka mtumikie Mungu, wiki wanayokutuma viongozi tu umemaliza kweli? Hakufurukuti huku mpaka tukutume? Ile inanisumbua sana. Wakati mimi sijaokoka mdogo hivi, kwa kuwa niko namuona kaka akajeleba na wenzake wanaenda barabarani, wanashuhudia, wanapiga injili vilabuni, wanaenda wanashuhudia nyumba kwa nyumba, lakini ni basi ni kama wanatumwa, wanaona ni wao wanaenda. Sasa hivi nimeokoka, ndio sioni wainjilisti wakifanya hivyo, sioni kabisa. Mpaka watumwe, wakimaliza ile waliotumwa wamemaliza tena. Pasaka jamani, wanatumwa wamemaliza tena. Convention ni hiyo kinanisumbua kwa utumishi huu, kuna waka kweli. Ndio maana nasema hata wewe binafsi unaoacha Adamu, tutaweka utaratibu mzuri kuwasiliana na viongozi wetu. Si nimeeleweka watumishi wa Bwana? Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, najua unapoleta ajenda moyo wako umeumia. Umeona watoto wako wanaozaliwa wanatelekezwa. Umeona utaratibu wetu haujafikia viwango unapotaka tufikie. Ndio maana unaleta ajenda kama hizi. Umeona watoto wako wengi wamekufa. Umeona watoto wako wengi wamepotea. Umeona watoto wako wengi, gharama yako ya msalaba, gharama yako ya damu, umeona namna ambavyo ni kama inapoteza thamani. Ndio maana unatuletea ajenda, na sisi tunakubali kabisa hatujafikia kiwango unachotaka. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu wa utaratibu, wewe ni Mungu wa utaratibu. Umetuwekea utaratibu Bwana. Wako wenye mamlaka, wako wanaofanya maamuzi, wako wanaogawa madaraka, wewe ndiye unawasemesha. Baba, tunasogea mbele zako,
tunaomba toba. Hatukuwaombea, wamezidiwa na majukumu, hatukuwaombea, tumewalaumu. Tumeshaombea toba kwanza, waombe toba kwanza, na wewe toba. Wana majukumu makubwa, hatukuwaombea ili kazi yao iwe nyepesi, tunawalaumu badala ya kuwaombea. Mungu, katika jina la Yesu, ni kweli kabisa Bwana, tumewalaumu kabisa, tumewanyoshea vidole, lakini hatukuwaombea, hatukuwashauri. Mungu, katika jina la Yesu, tunaomba toba juu yetu na juu ya viongozi wetu waliokaa kwenye nafasi, majukumu yao Baba wamezidiwa kiasi kwamba mambo mengine hata haya ya kulea yamekuwa yanasahaulika. Si tu kusahaulika, wanafanya Baba, wanafanya, lakini si kwa kiwango unachotaka Yesu. Na ndio maana nasi tunaomba. Hata Musa alizidiwa wakati mwingine akihudumia Israeli tangu asubuhi mpaka jioni, lakini ulimtumia mkwewe Yethro kumpa hekima, kumpa ushauri, hata kagawa sasa. Na wakati mwingine uliambiwa roho yako ukapeleka kwa watu 70 ili wapone pamoja na Musa. Baba, katika jina la Yesu tunawaleta kwako sasa, tunaomba wape maarifa, wape maarifa, wape maarifa, namna ya kulea, namna ya kutunza. Wako wengine wanakuwa yatima, wako wengine hawajiwezi kabisa, wako wengine unawatoa kwenye madanguro, wanaotoka kwenye madanguro. Hatujajua namna ya kuwalea, hatujajua namna ya kuwatunza. Baba, tunaomba wape maarifa sasa, wajue namna ya kulea. Kanisa liongezeke, kanisa lipate kudumu, matunda yapate kukaa. Yesu tunakuomba, Yesu tunakuomba. Uliyempa maarifa Petro, uliyempa maarifa Paulo, uliyempa maarifa Musa, tunaomba wape maarifa hata baba zetu hawa ambao umewapa zamu yao majira haya. Bwana, naomba katika jina la Yesu waweze kukaa, waweze kutafakari, wafanye maamuzi, wapawe madaraka, waweze kufanya vile unavyotaka. Tamani yetu Yesu, tuone kanisa likikaa. Tamani yetu Yesu, matunda yapate kukaa. Ndivyo ulivyosema, tukazae na matunda yapate kukaa. Baba, katika jina la Yesu, hata waliokufa tunaamini watafufuka, hata waliokufa tunaamini watasimama, kwa sababu maarifa yako yanatutoa kwenye kuangamia. Hatutaangamia tena. Maarifa yako Bwana yanatengeneza kitu kilicho bora. Kanisa litakuwa imara, kanisa litakuwa bora, maana maarifa yanafanya kwa ubora, yanafanya kwa ufanisi. Yesu, tunakuomba Baba, tunakuomba tusikie Bwana, tusikie Mungu. Gusa viongozi wa kitaifa, gusa viongozi wa mkoa, gusa viongozi wa wilaya, gusa viongozi wa matawi. Wape maarifa Yesu, wape maarifa. Umeweka maono ya kuzaa, lakini hatujawa na maarifa. Kanisa tunaangamia, watoto waliokoka wanakufa Yesu. Naomba katika jina la Yesu, tembea pamoja nasi, tembea pamoja nasi. Ligeuze kanisa lako, lijenge kanisa lako, imarisha Bwana kanisa lako kwa kutupa maarifa, kwa kutupa maarifa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, unatupa maarifa, unawapa maarifa viongozi wetu. Kwa maarifa haya watoto waliokufa watafufuliwa tena. Kwa
Mtakatifu. Asante Mungu wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo. Kanisa la Bwana, mpigie Yesu makofi, shangilie Yesu kwa makofi mengi mengi. Rudi kwenye nafasi yako, pokea ajenda za kujifunza kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapiganaji, haleluya. Amen. Barikiwe na Bwana. Amen. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema ombea malango ya kiroho upate kufanikiwa. Kama wewe ni mara yako ya kwanza, na somo linalosema ombea malango ya kiroho upate kufanikiwa, na lengo la somo ni ili uishi maisha aliyokupangia Bwana, ili uishi maisha aliyokupangia Mungu. Tunaongozwa na Isaya 60 ule mstari wa 11 naosema, malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri. Jana tulikuwa tunaendelea kipengele kilichokuwa kinatuonesha kanisa au mtu aliyeokoka au watu waliokoka ni lango la Mungu duniani. Yesu kama mfalme amebeba haki, amebeba upako wa kifalme, upako wa vita, amebeba utukufu. Kiti chake kiko mbinguni. Kumbuka, usichanganye, mbinguni hakujaumbwa huko milele. Mungu anapotawala uumbaji wote, yeye mliosoma, unajua kuna sayari ngapi? Sayari ngapi? Watoto wa Yesu wote mmesahau. Kuna sayari 9. Kwa hiyo Mungu anapotawala sayari 9, kiti chake kiko mbinguni. Mungu anapotawala dunia, Isaya 1, kiti chake ameweka kwenye mbingu. Mbingu zimeumbwa, mbinguni hakujaumbwa. Sasa hapo tumesoma ni mbinguni, ni mbinguni, sio kwenye mbingu. Mbingu ziko 3 zimeumbwa. Biblia inasema mbingu zitakunjwa kama karatasi. Siku ile ya mwisho ziliumbwa, zitaondolewa, lakini mbinguni kuko milele, hakutaondolewa. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Mwanadamu anapotawala pamoja na Yesu, hatawala kutoka mbinguni, anatawala kutoka kwenye mbingu, anatawala kutoka kwenye mbingu. Kwenye mbingu, Isaya 66:1 anasema kiti chako kiko kwenye mbingu. Kusituchanganya mbingu na mbinguni. Mbingu ziko 3 mbinguni, kuko milele, hakujawahi kuumbwa. Sema amina. Kwa nasema vitu vyote nakuja navyo. Kwa hiyo Mungu akitaka kuleta maisha yake duniani, anapitishia kwa mtu aliokoka au watu waliokoka au kanisa.
Nikasema hapa duniani baada ya dhambi shetani kutawala, ameweka mifumo yake, mifumo ya ndoa, mifumo ya biashara, mifumo ya utumishi, mifumo mbalimbali. Ukitaka kufanikiwa, ameweka mifumo yake, ameweka mifumo yake. Huwezi ukafanikiwa kama hauna mahusiano na Yesu, huyu mfalme wa utukufu. Huna upako wa vita, huna utukufu ndani yako, hawezi kufanikiwa. Haya maisha ya mbinguni sio ya duniani. Ya duniani uwe na Yesu, siwe na Yesu, fuata kanuni za uchumi, unafanikiwa kabisa, unafanikiwa. Tofauti yake, ukifanikiwa haya ya duniani yanamuua Yesu, yale ya mbinguni yanaimarisha mahusiano na Yesu, kwa sababu anakufanikisha kwa kusudi la kuimarisha agano lake. Ndio tofauti yake. Haya ya duniani ukifanikiwa, siku yoyote yanaporomoka. Akija mwenye nguvu kuliko wewe na kutandika, unaporomoka, unakuwa na maisha ya kupanda na kushuka. Kama utaamua kutegemea waganga, utaenda kwa mganga mwenzako, akienda kwa mganga mkubwa kuliko wa kwako kwenye soko, utaporomoka. Lakini ukiwa na ufalme wa Mungu, kwa sababu ndio unatawala juu ya falme zote, waende waganga na maganga, wewe utaendelea kutawala. Baraka za Bwana zinatajirisha. Utakuwa unaongezeka kiwango baada ya kiwango, kiwango baada ya kiwango. Sizungumza bali ya jaribu. Unaweza ukapita kwenye jaribu kama Ayubu, unapukutika, lakini unarudisha tena mara mbili. Hiyo ni shule. Lakini nje ya shule hakuna kupanda na kushuka, hakuna ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukaona wenzetu akina Danieli namna ambavyo walifanikiwa katikati ya mifumo ya ulimwengu huu, wakafanikiwa. Walishinda miliki za wafalme, wakatenda haki. Watumishi wa Bwana na kufundisha pole 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 pole. Tangu mwanzo nimekuwa nikikusisitiza, kiu nilionayo sio kuomba, isipokuwa kuomba kwa usahihi. Sio swala la kuomba, isipokuwa kuomba kwa usahihi. Huwezi ukaomba kwa usahihi bila kuwa na ufahamu. Kwa hiyo ninapokufundisha, ninachotamani upate ufahamu, upate maarifa, ili unapoomba una uhakika na hicho unachoomba nategemea kutokea, kwa sababu una uhakika, haubahatishi. Hata ukiomba haujaona, unarudi kwa aliyekupa ajenda. Mungu, umenipa ajenda hii, nimekuelewa, lakini mbona hayatokei? Mungu, sijakuelewa, naomba nifahamishe. Ukiomba bila ufahamu, hamna tathmini. Unaomba unaletewa ajenda nyingine, unaomba ni mfumo tu wa maisha, unaendelea kusumbui, umejibiwa, hujajibiwa, wewe kwenda tuna ajenda. Mtu mwenye ufahamu ana maombi ya namna hiyo. Sio kwamba bora ameomba, hapana, anaomba, anaangalia matokeo. Kama hizi ajenda nimekuambia mara kwa mara, usiishie hapa, nenda nazo. Kwa mfano kama hii sasa, utakapokuwa unaendelea, unaanza kufuatilia, je, viongozi kuna mabadiliko wanatuletea juu ya eneo la kulea? Haujaona? Endelea kuombea, endelea kuombea mpaka uone hiyo ajenda imetokeza, wanatuletea mipango. Ndio asante Mungu, ili amejibu na tiki, unaendelea lingine. Sema amina, sema amina. Haleluya, watu wa Mungu. Hatuangamii kwa sababu hatuombi,
Hatuangamii kwa sababu hatuna upako. Tunao Yesu, tunaye na tunaomba, lakini hatuna maarifa, hatuna ufahamu sahihi. Ndio maana huoni matokeo ambayo yamekusudiwa. Ukilinganisha maombi yako na matokeo, vinakinzana kabisa. Sababu mojawapo ni kukosa maarifa ya kuomba, ni kukosa maarifa ya kuomba. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nataka tuombe ajenda hii, changu za Roho Mtakatifu. Andika hivyo, changu za Roho Mtakatifu. Jana tuliomba nguvu za Roho Mtakatifu. Mwezi wa ngapi nyinyi mlikuwa na Pentecost? Baba zangu nyinyi hapo mlikuwa na Pentecost mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Ile inatukumbusha, lakini unatakiwa kujaa nguvu kila siku, kila siku. Sijui Mungu atakapokuwezesha. Omba, 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 omba mara kwa mara. Sijajua kila mwalimu aliyekuwa anapita huko kuna kona yake ambayo alikuwa anampitisha, lakini mstari mmoja wapo wa Waefeso 5:18 anasema, usilewe kwa mvinyo bali mjazwe Roho. Usilewe kwa mvinyo bali mjazwe Roho. Ukisikia mtu anaitwa mlevi, ujue anakunywa pombe kila siku. Na ukisikia mlevi hanywi pombe tu, huwa anakunywa kiwango cha kulewa, ndio maana anaitwa mlevi. Kwa hiyo sio swala la kuomba nguvu, ni swala la kujazwa. Sio swala la kuomba nguvu, ni swala la kujazwa. Kama ulikuwa unamsikia mtumishi hapa alikuwa anawaongoza, alikuwa anasema nguvu za Mungu zimeingia, siko kiwango cha kuliko, anasukuma pale, anasema zinaongezeka kiwango cha magoti, anasukuma pale kiwango cha kiuno, anasukuma pale. Alikuwa na nukuu kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 37 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Ndio alikuwa anaomba kutokea pale. Sio swala la kuomba nguvu za Roho Mtakatifu. Lengo ni kujazwa, kama ambavyo Daudi kwenye sura ya 23 ya Zaburi ule mstari wa 5 anasema, waandaa meza mbele ya watesi na kikombe changu kinafurika. Unajua Daudi ni roho, kwa hiyo roho yake ilikuwa inajaa kiwango cha kufurika. Kwa hiyo zile nguvu zinazofikwe, wafai wafunikwe. Lugha nyepesi kwa wale ambao dini zenu zinazamishwa, ndio kitu anachokisema kwenye Yeruka. Hakikisha unazama kabisa ndani ya nguvu za Roho Mtakatifu. Haonekani. Upako ni vazi, upako ni vazi. Sio swala la kuomba nguvu za Roho Mtakatifu. Jazwa kwa kiwango cha kuwa vazi mpaka mwili unakufa. Ukijazwa namna hii, hayo mahubiri yenu ya wachanga ya mwenda, tuko kwenye mwili, hayo mahubiri utaacha. Unayapenda hayo kwa sababu una nguvu za Roho Mtakatifu. Unazo kikombe, unazo. Yaani ukiona nguvu hizi unakuwa na tabia za kitoto zile mpaka ufunikwe. Mwili unakufa kwa habari ya tamaa. Mwili unakufa na tamaa zake. Mwili ukifa hauonani aibu. Wamekuzalilisha, walimekuzalilisha, haupata shida. Aliyekufa haonani aibu. Wanamuosha, wanambadilisha. Umewahi maiti nasema, jamani usinani huko, jamani hilo umewahi kuona? Kwa nini amekufa? Mtu aliyefunikwa na nguvu za Mungu ameusulubisha mwili. Sikia, unaweza kufunga sana
ukafunga sana na usiwe na nguvu za Mungu, bado ukawa mtu wa mwilini, ukawa unauamurisha mwili kwa ukali. Paulo anasema unaweza ukanena na kwa lugha, lakini hauna nguvu za Roho Mtakatifu. Paulo anasema ni debe tupu linapiga kelele, lakini unanena kwa lugha. Paulo anasema ni debe linapiga. Jaza kiwango cha kufunikwa ambacho takuwa Roho Mtakatifu ndiye anayekuongoza, ndiye anayekuongoza. Haya maisha tunayoyasema haya sio mepesi sana. Kila mtu na wito alioitiwa, kila mtu na wito alioitiwa, lakini haya maisha ya mbinguni hapa duniani sio mepesi, kwa sababu huku sio kwetu. Wenyeji wana mfumo wao. Sisi tumekuja kazini kufanya kazi ugenini, lakini tunatakiwa tuishi na mfumo wa mbinguni hapa ugenini. Tukishamaliza kazi tunaondoka, na maisha yetu ni vita, ni vita. Chochote unachofanya ni vita, chochote unachofanya ni tabia, ni biashara, ni kuhubiri, ni kuomba. Chochote unachofanya ni vita. Kwa nini? Kinakinzana na mfumo wa hapa duniani. Kwa hiyo lazima ujae nguvu za Mtakatifu. Hakuna namna ambavyo unaweza ukawa salama. Hata kama sisi watumishi hatuleti ujumbe kwa namna ambavyo uelewe inavyotakiwa uelewe, lakini ni hivyo hivyo, kila jambo unalolifanya ni vita. Sikia mtumishi wa Bwana, hatukikaa na mpendwa, unasema mpendwa, unatafakari sijui biashara, unatafakari hapo hapo, ni vita, ni vita. Shetani anashambulia mazungumzo ya kawaida. Unapozungumza yeye anakupiga kwenye maneno hayo hayo. Ndio maana nasema umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako hayo hayo. Unapozungumza wewe unafikiri ni mjadala, yanakutandika kwenye maneno hayo hayo. Kila siku ni vita. Fikra zako zinafikiri vita, ni kupambana, sijui jaribu, si hapana. Kila kitu ni vita. Shika jirani yako, mwambie na mwelewa mwalimu anachosema. Uko kwenye ndoa unazungumza na bebi wako, ni vita. Hakuna mahali sawa. Uko kwenye kikao kama hivi, ni vita. Hamna mahali ambapo kuna vita. Shida hauelewa hiki kitu. Ndio maana umejilesi. Una namna ya kuzungumza kanisani, una namna ya kuzungumza sokoni, una namna ya kuzungumza nyumbani. Hamna hiyo kwenye Biblia. Yesu wa kanisani ni yule yule, wa chumbani kwenye ndoa ni yule yule, wa sokoni ni yule yule, wa kuimba ni yule yule. Hajawahi kubadilika kusema ni yule yule, ni yule yule, ni yule. Kama hajakukuta kanisani na kukutana na kukuta kule chumbani unapozungumza maneno yako hivi, ni vita. Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 ule mstari wa 18. Nataka tujifunze kwa kuangalia maswali yafuatayo. Andika hivyo. Tujifunze kwa kuangalia maswali yafuatayo. Ya tusome huo mstari niliokutajia. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8 ule mstari wa 18. Wewe anzia mstari wa 11 ukikaa kwa utulivu. Mimi nisome wa 18, nasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, sababu ili alifanye agano lake alilowapa baba zetu hata hivi leo. Mistari iliyotangulia anasema utakapoingia katika nchi niliyokupa, fedha zako zitaongezeka, ng'ombe zako zitaongezeka, utajenga nyumba nzuri na kukaa.
Usije ukamsahau Bwana ukasema ni nguvu zako. Ndipo nakuja huko sasa, utamkumbuka Bwana akupaye nguvu za kukupa utajiri, kuongezeka fedha ni nguvu, kuongezeka mradi wako ng'ombe ni nguvu, zinatumika kuzaa hicho kitu, kujenga nyumba nzuri na kukaa ni vita. Ndio maana kama uelewi kinachosema, anzisha mradi, unaanza na keshi, sasa hivi unabadilika. Ulianza kujenga, umeshia barabara, umeanza mradi, angalia uliposanya. Kila kitu ni vita, ni lazima upambane kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sio swala jepesi, iwe ni uchumi, iwe ni huduma. Kama mimi hapa, kutoka hatua moja ya utumishi kwenda hatua nyingine sio kitu chepesi. Huduma kukua sio kitu chepesi. Kutunza utumishi sio kitu chepesi. Hata kama hayo huduma haijakuwa, iko hapo hapo, kuitunza hiyo ulivyoanza sio kitu chepesi, ni vita. Kutunza wokovu uliopokea sio kitu chepesi, ni vita. Sasa nataka tuangalie maswali yafuatayo. Swali la kwanza, kwa nini tujazwe nguvu za Roho Mtakatifu? Kwa nini tujazwe nguvu za Roho Mtakatifu? Fungua ile Isaya 66 ule mstari wa 8 na wa 10. Isaya 66 ule mstari wa 8 na wa 9. Kwa nini tujazwe nguvu za Roho Mtakatifu? Jibu la kwanza, Isaya 66 ule mstari wa 8 na wa 9 anasema, ni nani aliyesikia neno kama hili? Ni nani aliyeona mambo kama haya? Je, nchi yaweza kuzaliwa siku moja? Taifa laweza kuzaliwa maana Sayuni, mara alipoona uchungu alizaa watoto wake. Je, mimi nilitewanga karibu na kuzaliwa nisizalishe? Asema Bwana, mimi nizalishaye. Je, nilifunge tumbo? Asema Bwana. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 na wa 11, sio mpaka wa 1 koma na mstari wa 11. Kila jambo lina majira na nyakati kwa kusudi. Wa 11 anasema, kila jambo likitendeka kwa wakati ni zuri, maana Mungu ameweka milele ndani ya mioyo yao, ila ni vigumu kuvumbua. Maana yake kila jambo lifanyike kwa wakati. Mistari niliyokusomea, msisitizo uko kwenye muda, msisitizo uko kwenye muda. Lakini jambo la pili ni kwamba muda ukifika wa kuzaa unachotakiwa kuzaa, kunakuwa na upinzani. Ndio maana anauliza, je, mimi nizalishaye nishinde kuzalisha? Mimi nizalishaye nilifunge tumbo? Maana yako nafika muda wa kuzaa hauzai. Kwa hiyo najaribu kusema mimi sihusiki. Ukiona hauzai sihusiki. Mimi sifungani tumbo. Ni muda umefika
hujazaa, Mungu hausi. Ujue kuna kitu kimezuia. Ndio maana nauliza, ameweka na rejea Sayuni kabla hajapata uchungu alizaa. Kwa hiyo mimi Mungu sina shida swala la kuzaa kwa wakati. Kwa hiyo ukiona wewe hauzai, ujue kuna shida. Sema amina, sema amina, sema amina, sema amina. Haleluya. Tuangalie adui au mpinzani wa kwanza anayezuia kuzaa. Najua nataka kujisahau, nataka kuhubiri kama vile nisemina na nisahau. Adui au mpinzani wa kwanza anayezuia kuzaa kwako ni roho zinazotawala katika eneo lako. Ni roho zinazotawala katika eneo lako. Ni roho zinazotawala katika eneo lako. Maana Mungu amesema usiuze. Mungu ameweka wazo la biashara. Muda ukifika unatakiwa uanze biashara. Ukiona hauanzi, hausiki. Mungu ameweka upako na huduma. Moto unawaka ndani yako. Muda ukifika unatakiwa uanze huduma. Ukiona unashika kuanza huduma, Mungu hausiki. Ndio kuna shida. Muda umefika wa kuolewa, hujaolewa, ujue kuna shida. Mungu hausiki. Mimi nizalishaye nishindwe kuzalisha. Sasa hivi watu wengi wanasema hivi, kazi hamna. Watu wamesoma, wana masters, vyeti vikubwa, hawana kazi. Ungewapa huo mstari, mimi nikusomeshe nishindwe kukupa ajira. Ukiona upate ajira, Mungu hawezi kukusomesha alafu asikupe ajira. Hausi. Nikuandae kwa ajili ya utumishi, nishindwe kukutumia, usiusi. Haiwezekani nigharimie msalabani, nife kwa ajili yako, nipae nigawe kipawa kwako. Nikuandae ukufa tumboni, ukufa wakati wa malezi, umefika mpaka umri huo nimekolea, alafu nishindwe kukutumia. Hamna, siusi. Na kupata tafakari za namna hii. Ukianza kujifunza neno la Mungu pole pole, kunung'unika unaanza kuondoka, ulaumu unaanza kuondoka, kuwanyoshea vidole watu hawajanisaidia, ni watu fulani wanasababisha mimi nikwame, hiyo kitu kinaondoka kwa sababu hawahusiki. Wala shetani hahusiki kabisa. Yesu asifiwe. Nasema hivi, ukiona umekwama kwenye jambo lolote lile na roho umekwama, shetani hahusiki na Mungu hahusiki. Ndio kuchanganya. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kitu gani kinofanya wakose maarifa? Wamekataa sheria zake. Anawatumalizia kile mstari. Kukosa maarifa ni matokeo ya kukataa Yesu na maarifa yake. Ndio maana nasema, kwa kuwa umekataa maarifa yangu, nami nakukataa pamoja na watoto wako wote na wakataa. Hujatenda dhambi ya kuzini, mizimu haihusiki. Ya utaki neno la Bwana, utaki neno la Bwana, shida inakuingia wewe na watoto wako. Ndio maana nakusisitizia habari ya kusoma neno. Najaribu kukutoa kwenye adhabu ya kupigwa na Mungu, sio na mizimu, ya kupigwa na Mungu. Kataa kujifunza neno la Bwana, umekataa maarifa, anakukataa wewe.
pamoja na uzao wako. Wafalme wa pili sura ya 19, Wafalme wa pili sura ya 19 ule mstari wa 3 na wa 4. Mesema adui wa kwanza au mpinzani wa kwanza ni roho zinazotawala katika eneo lako. Wafalme wa pili ile sura ya 19 ule mstari wa 3 na wa 4, ule mstari wa 3 na wa 4 anasema hivi, wakamwambia Hezekia asema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu ya kuwazaa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Wakamwambia Hezekia asema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Yamkini Bwana Mungu wako atasikia maneno yote ya amiri ambaye mfalme wa Ashuru Bwana wake amemtuma ili amtukane Mungu aliye hai, naye atayakemea hayo maneno aliyoyasikia Bwana Mungu wako. Kwa sababu hii, inua dua yako kwa ajili ya mabaki yaliyobakia. Ufunuo sura ya 12 ule mstari wa 4. Ufunuo sura ya 12 ule mstari wa 4. 12 ule mstari wa 4 anasema, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake, ili azaapo amle mtoto wake. Kama umeandika nisikilize. Kwa Hezekia anaambiwa ametumia hii ni siku, anaposema siku ni kipindi, ni wakati wa kuzaa, ni siku ya dhiki, ya taabu na matukano. Kwa nini? Kwa sababu watoto wako tayari kuzaliwa, lakini hakuna nguvu za kuwazaa. Je, mimi nilete wana karibu na kuzaliwa, nishindwe kuzaliwa?